Dr. David McClelland wa Harvard University aligundua kitu cha kushangaza sana, kwamba 95% ya kufanikiwa au ya kufeli kwa mtu inategemeana sana na watu wanaomzunguka. Hii ikiwa ina maana kwamba ili ufikie malengo yako, ili uweze kukamilisha ndoto zako, ili maono yako yatimie, basi inahitajika sana uweze kuambatana na watu sahihi. Si kila mtu, lakini watu sahihi. Ndiyo maana leo nitazungumza juu ya aina 6 ya watu muhimu ambao wanapaswa wawe sehemu ya inner circle yako ili uweze kufikia malengo yako na kupata kile kitu unachokitaka. Mtu wa kwanza ni mentor. Mentor ni mtu ambaye amefika kule unapokwenda, amefanya tayari kile kitu unachotaka kukifanya au ambacho umeanzisha kukifanya. Inawezekana ni kwenye siasa, inawezekana ni kwenye uongozi, inawezekana ni kwenye dini au mahali popote kule ambapo wewe unatamani kufanikiwa. Sasa, mentor ni mtu ambaye ana uzoefu wa muda mrefu kuliko wewe na yuko tayari kukusaidia, yupo tayari kukupa mwongozo na ramani nzima ya wewe kuweza kufanikiwa na kufika kule unapotaka kwenda. Sasa, vitu ambavyo vingekuchukua miaka 15, miaka 10 kuvijua, ukikaa na mentor ndani ya nusu saa, lisali moja tayari unakuwa umeshavijua. Kwa sababu mentor ana uzoefu wa muda mrefu. Anajua vitu alivyofanya, anajua mbinu alizotumia, anajua makosa gani aliyomchelewesha. Ndiyo maana kama mentor wako alitumia miaka 10 kufanikiwa kwenye eneo husika, basi ukikaa naye vizuri, wewe hautotumia miaka 10, utajikuta umetumia miaka 5, miaka 6 hukuweza kufanikiwa. Kwa sababu mentor anakupa mbinu alizozitumia, mentor atakwambia makosa aliyoyafanya, mentor atakwambia changamoto alizokutana nazo na namna gani aliweza kukabiliana nazo mpaka akafika hapo alipofika. Kwa hiyo unamhitaji sana mentor ili uweze kufanikiwa kwenye eneo lako. Kwa sababu mentor ni kama mtu ambaye anajua njia nzima. Anajua wapi kuna mwiba, wapi kuna shimo, wapi kuna mawe, wapi kuna mbwa. Kwa hiyo atakupa hatua kwa hatua ili uweze kufika kwenye ile point wewe ambayo unaitaka. Hata Warren Buffett alikuwa ni mentor wa Bill Gates. Kwa hiyo hata wewe hautokuwa wa kwanza kuwa na mentor. Tafuta mentor ili uweze kufika kule unapokwenda. Mtu wa pili ni accountability partner. Accountability partner ni yule msimamizi wako wa karibu ambaye atakuuliza maswali magumu na atakuwajibisha pale unapolegalega au pale unapotoka nje na kozi yako. Kazi ya accountability partner ni kuhakikisha kwamba unafanya kile kitu ulichokubaliana kufanya, unafanya kile kitu ambacho ulisema utakifanya. Ulisema utaanza kusoma, atakuuliza mbona hujasoma? Ulisema utaanza kufanya mazoezi, atakuuliza kwa nini hujafanya mazoezi? Ulisema utaanza kuweka akiba. Kazi ya accountability partner ni atakuuliza kwa nini hujaweka akiba. Sasa accountability partner ni yule mtu ambaye atakuhimiza kufanya kazi yako, atakuhimiza kufanya kitu ulichosema utakifanya. Accountability partner ni yule mtu ambaye atakuwa tayari kuuliza maendeleo yako, kutaka kujua maendeleo ya malengo yako, umeishia wapi, umefanyeje, changamoto iko wapi. Na ni yule mtu ambaye hata ruhusu uwe mvivu au uweze kuahirisha mambo, kwa sababu anahakikisha unabaki kwenye nidhamu ile ambayo wewe umejiwekea. Mtu wa tatu ni champion. Champion ni mtu ambaye anaamini kwenye ndoto zako, mtu ambaye anaamini kwenye uwezo wako na anaamini kwenye kipaji chako, na ni yule mtu ambaye atakuwa bega kwa bega na wewe, atasimama na wewe hata wakati wa magumu, hata wakati unapopitia changamoto. Champion
ni yule mtu ambaye atakuhimiza na kukurudisha kwenye morali. Ule wakati ambao hujisikii kufanya, ule wakati ambao utajihisi kuchoka, ule wakati ambao utajihisi kukata tamaa, champion atakuhamasisha na atakupa nguvu zaidi ya wewe kuweza kuendelea. Mara nyingi sio mtu wa kukupa ushauri sana, lakini ni mtu ambaye anakukumbusha uwezo wako. Anakuambia nenda, endelea kidogo, unaweza, kuna kitu kikubwa ndani yako. Atakwambia ndoto yako ni kubwa, kuna watu wanasubiri kuona uwezo wako, kuna watu wanatamani kuwa kama wewe, usikate tamaa. Kwa hiyo unamhitaji sana mtu huyu ambao hata ukijihisi uko down, ambao hata ukikutana na changamoto bado atasimama na wewe, bado atakuonyesha thamani, bado atakukumbusha juu ya uwezo ule ambao uko mbele yako. Kwa hiyo kuna wakati utajihisi kukata tamaa, lakini kutokana na hamasa au na yale maneno anayokuambia champion wako, basi utajikuta unainuka na unaendelea tena kupambania malengo yako. Hata J.K. Rowling, yule mwandishi wa kitabu cha Harry Potter, tunajua kwamba alikataliwa mara 12 na publisher tofauti, lakini alikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa anamuhimiza. Alimwambia endelea kugonga mlango, endelea kugonga mlango, kuna siku utakuja kufanikiwa. Kwa hiyo na wewe unamhitaji mtu wa aina hii kwenye kufanikiwa malengo yako. Mtu wa 4 unayemhitaji ni connector. Connector ni mtu ambaye anajuana na watu wengi kuliko wewe. Ni mtu ambaye ana uwezo wa kukuunganisha na watu unaowahitaji. Inawezekana wewe una kipaji cha kuimba na unatamani kukutana na msanii fulani, lakini kwa wakati huo hauna uwezo wala hauna access ya moja kwa moja kukutana na huyo msanii. Kwa hiyo kupitia connector ataweza kukuunganisha na huyo msanii, na huyo msanii akakubali kuweza kuonana na wewe. Sasa connector ni yule mtu ambaye anatumia ushawishi wake, anatumia jina lake, anatumia cheo chake au na heshima yake kuweza kukutaja kwenye vyumba vya fursa, kuweza kukuunganisha na watu sahihi, kuweza kukuunganisha na fursa sahihi. Inawezekana wewe unataka kazi, lakini kwa sababu una connector wako ataweza kukutaja, ataweza kutaja uwezo wako katika ile bodi ya maamuzi. Atasema kuna kijana na uwezo fulani, tumchukue. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na connector, mtu ambaye atakutaja kwenye fursa, mtu ambaye atataja uwezo wako katikati ya watu ambao wewe huwajui na fursa ambazo wewe hauzijui. Mtu wa 5 unayemhitaji ni the truth teller. Huyu ni mtu ambaye atakwambia ukweli hata kama ni mchungu, atakwambia ukweli hata kama utakuumiza au hata kama hauhitaji kusikia. Ni mtu yule atakwambia ukweli pale unapokosea ili kukulinda usifanye makosa au ili uweze kurekebisha na kuweza kuwa bora zaidi. Sasa mara nyingi watu wa aina hii huwa hatuwapendi. Tunaona kama wanatuingilia au wanatufuatilia sana. Lakini ukweli ni kwamba unatakiwa uwe na mtu ambaye atakwambia ukweli. Ukifanya kazi nzuri atakwambia, ukifanya kazi mbaya atakwambia hii ni kazi mbaya. Ikiwa nyeupe atakwambia nyeupe, ikiwa nyeusi atakwambia nyeusi. Sasa ukiwa na watu ambao wanakusifia mara zote, ukiwa na watu ambao wanasema ndio au wanasema hicho ni sahihi wakati wote, ukiwa na watu ambao hawakuchallenge wewe, maana yake utaikuwa kwenye comfort zone. Utajiona wewe upo umefanikiwa, utajiona uko sahihi, lakini kumbe unakosea. Lakini kumbe ulitakiwa ufanye zaidi ya hapo ulipofanya. Kwa hiyo ukiwa na mtu anayekwambia ukweli, maana yake atakusukuma zaidi wewe kuwa bora kuliko ulivyokuwa jana. Jitahidi sana ili ufanikiwe. Tafuta mtu ambaye hatakuwa mnafiki kwako, atakwambia ukweli kwa lengo la kukusaidia ufanikiwe malengo yako, wala si kukukatisha tamaa. Mtu wa 6 ambaye unamhitaji sana ili uweze kufikia malengo yako, basi ni specialist, au kwa lugha yetu tunaweza kumuita mtaalamu. Huyu ni mtu ambaye ana ujuzi maalum ambao wewe hauna au anayekuzidi. Sasa unamhitaji mtu huyu ili akusaidie kitaalamu uweze kufanikiwa kwenye malengo yako. Inawezekana wewe lengo lako ni kuwa mfanyabiashara. Sasa unamhitaji mtaalamu wa masuala ya biashara. Unawahitaji wataalamu au washauri wa kifedha. Unawahitaji watu wa marketing. Inawezekana wewe unatamani kuwa msanii,
lakini unawahitaji wataalamu, watu kama maproducer, madirector, cameraman, unamhitaji manager, unahitaji wakala ambao hao sasa watakusaidia wewe kufikia malengo yako. Sasa unakuta kuna mtu mwingine yeye kila kitu anataka afanye peke yake. Yeye huyo awe msanii, yeye huyo awe producer, awe director, awe ndo manager. Hivyo utachelewa sana na utajikuta unatumia nguvu kubwa zaidi. Kwa hiyo tafuta mtaalamu kwenye eneo lako unaotaka kufanikiwa, ili atumie utaalamu wake kuweza kukusaidia wewe kufikia malengo yako. Kweli ni kwamba ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, lakini sasa ukitaka kwenda mbali zaidi nenda na watu sahihi, nenda na watu ambao wanajua njia ilivyo. Niambie wewe, kutokana na malengo yako, ni mtu yupi kati ya hawa 6 unaona unamhitaji sana ili uweze kufanikisha malengo yako? Lakini pia kama mada hii imekugusa, basi usiache kushare na mtu mmoja ili na yeye aweze kuongeza thamani kwenye maisha yake. Mimi ni Josephat Kato, nikutakie wakati mwema. Discover your purpose, live the life you are born to live. Everything is possible. Bye bye.